Holy of holies, I enter through the blood of the Lamb. I am. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Mtu mwenye kiburi hawezi kuomba msamaha hata siku moja. Akikosea anaanza kujilinda, anaanza kutoa sababu. Kwa mfano kwenye Biblia tuna mtu mmoja anaitwa Sauli, alikuwa mfalme. Sauli akaambiwa, utakapoenda vitani ua kila kitu, teketeza vitu vyote. Yeye akaenda vitani. Alipoenda vitani, nini kilitokea? Baada ya kuteketeza, akachukua ng'ombe wale wanono, yale vile vinono vyote akavichukua. Na yule mfalme ambaye alikuwa ndio anapigana naye akamteka mateka. Sauli akaja kwenye mazingira yale akiwa anamsubiri nani? Samueli. Samueli wakati anakuja akasema, mbona nasikia kelele nyingi? Ina maana kwamba nini kimetokea? Uliambiwa uwe kila kitu nini? Mbona nasikia sauti za mifugo na ng'ombe na nini? Asema vile vinono tumevichukua, tuje tumtolee Mungu nini? Dhabihu. Akamwambia, lakini Mungu alikuambia uwa kila kitu, kwa nini? Asema niliona kwamba hivi ndio nije nivitoe dhabihu. Ndio, ni kweli Mungu anataka atolewe dhabihu, lakini nilikuambia uwa kila kitu. Kwa kipindi hichi hatuhitaji dhabihu za kuteka mateka. Unajua Samuel alimwambiaje? Kutii ni bora kuliko sadaka. Kwa lugha nyingine, yani kati ya sadaka na utii nini bora? Utii. Na kwa dhambi ile Mungu alimkataa Sauli. Kuna watu wengi Mungu amewakataa kwa sababu gani? Ya kiburi. Mungu anapokuambia fanya jambo fulani, fanya. Usilete excuse. Mungu ana excuse. Hebu muulize mwenzako, unatiigi maelekezo ya Mungu anapokuambia? Hiyo tunaipata kwenye Samueli wa kwanza sura ya 15. Naomba tusome hilo andiko hapo. Samueli sura ya 15 anzia mstari wa 5. Hebu anzia mstari wa kwanza kabisa. Anzia mstari wa kwanza. Basi waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawahesabu huko Telemu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikiria mji wa Amaleki, akauvizia bondeni. Sauli akawaambia Wakeni, haya enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana mliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wakeni wakaondoka wakajitenga na Waamaleki. Sauli akawapiga Waamaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri. Akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichoangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate wala hakufanya niliyomwamuru. Samueli akasikika akimlilia Bwana usiku kucha. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akamwambia ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamisha ukumbusho. Akageuka akapita akatelemkia Gilgali. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, maana yake nini? Basi hichi kilio cha kondoo masikioni mwangu, na huu ndio mlio wa ng'ombe ninausikia. Sauli akasema, wamemletea kutoka kwa Waamaleki, maana watu walioacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wao, na waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakwambia neno alilomwambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Basi Samueli akamwambia, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kinywa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enende ukaangamize kabisa wale Waamaleki wenye dhambi, upigane na hao watakapoangamia.
mbona basi ukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimetii sauti ya Bwana, maana nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Watu waliotekwa nyara, kondoo na ng'ombe walio wazuri, katika vitu walivyoweka wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Naye Samueli akajibu akasema, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyango. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeiharibu amri ya Bwana na pia maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yako. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe, kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upinde wa vazi lake, nalo likalaluka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekulalulia ufalme wa Israeli, naye akampa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi kisa kakisome vizuri zaidi, kakirudie. Mungu anapotoa maelekezo alafu unakataa yale maelekezo, hiyo ni dhambi ya kiburi. Kutokutii ni kitu kibaya sana. Na Mungu hata shuka hivi aje kwambie mwanangu moja mbili, namba moja anatumia watumishi wake. Namba moja ni neno la Mungu ambalo limeandikwa. Namba mbili, watumishi wake ambao wanalisema hilo neno la Mungu kwenye maisha yako. Samueli anamwakilisha Mungu, anampa maelekezo Sauli, nenda, ingia vitani, utashinda, lakini uwa kila kitu. Yeye badala ya kuwa kila kitu akachukua vile vizuri, vile vibovu vyote akaviteketeza. Tunamwona wakati Samueli anataka kwenda kwa Sauli, Mungu anasema, nimemkataa Sauli asiwe mfalme. Sikiliza, Mungu anaweza kukukataa usiwe na mafanikio kwenye maisha yako. Mungu anaweza kukukataa usiwe mtumishi fulani. Mungu anaweza kukataa usiwe mchungaji wala askofu. Mungu anaweza kukataa. Mungu anaweza kukataa usiwe mwanakwaya wala praise team. Mungu anaweza kukataa usiwe kiongozi. Mungu anaweza kukataa usiwe na mafanikio kwenye maisha yako kwa sababu ya kutokutii. Na niwaambie tu kwenye dunia ya Wakristo wasiotii. Na ndio maana niwaambieni, hakuna watu wenye maonevu ya shetani kama waliookoka. Wanaonewa sana. Kwa sababu si kwamba hawaombi, si kwamba hawafanyi ibada, ni sababu ya kutokutii. Na ndio maana hapa kanisani niliwaambia, msiende mkaandamane wala msifanye chochote, mmetii. Kuna mtu amepata madhara, lakini yule ambaye asingetii, kibaki kingefanyaje? Kingemkuta. Mchungaji mmoja akawa ananiambia Dar es Salaam, mimi bwana niliwaambia, nimetangaza kanisani, jamani msiende. Baadhi ya watu wakaenda, ile wameenda kuandamana wakachapwa risasi. Kwa hiyo misiba inaendelea. Kutokutii. Na niwaambieni, yani unapoacha kutii, yani kwa mfano unaweza mkaandamana, mko labda 50 mnaenda. Ile risasi itamtafuta mlokole ambaye hajafanyaje? Yani itaanza na wewe. Alafu utashangaa wengine wale majeuri kabisa, unakuta tu bado ana survive. Alafu wale innocent ambao hata ulikuwa unapiga zako mapambano, inakutafuta wewe. Kwa sababu gani? Mungu anasema dhambi ya kutokutii, kiburi, ni kama uchawi na kinyago na kuabudu vinyago. Ni dhambi ambayo haisameheki wakati mwingine. Kwa mfano shetani alipoinua kiburi, labda aliomba msamaha, mimi sijui, Biblia haijaandika. Lakini dhambi ya shetani haijawahi kusamehewa, ni jehanamu moja kwa moja.